kuna mahali ikitokea Mungu amekupeleka alafu ukafurahia mazingira yaliyoko pale, sisemei ibada, labda kakuinua kiuchumi, au ulikuwa umepambana na vitu alafu umekuta kama kuna partition, yani hauna mpenyo wa kufika, aidha ulikuwa unaumwa alafu Mungu kakuponya. Sasa usikubali kurudi kwenye ugonjwa. Yani Mungu anayekuchukua mahali ana nguvu ya kukupeleka. Ndio maana anaweza akakutoa pale akakuleta hivi. Bwana asifiwe. Sasa akikuingiza mahali usikubali kufanyaje? Kurudi. Akikuingiza kwenye ndoa ukapenda ni ndoa, wengine wanatembea hawana ndoa, wengine wana majina yametukanika. Sasa akikuingiza kwenye ndoa usikubali kurudi kwenye familia, kwa sababu kwenye familia hakuna wa kukupa ndoa, hakuna wa kukuoa. Wote ni kaka, ni shangazi, ni binamu, ni bibi. Haleluya. Akikuchukua kwenye umaskini akakuingiza kwenye mafanikio, usikubali kurudi kwenye umaskini. Yani mission yangu na wewe leo ni kutorudi. Haleluya. Yani ikitokea umepanda cheo, pale kwenye kile cheo kama kuna dua za kukishika kile kiti, yani siku ukitoka kwenye kile kiti umestaafu, usikubali iwe ni adhabu iwe ni chochote kikurudishe chini. Ikitokea habari njema unaipata mahali fulani, kwenye dini haukuipata, lakini kwenye imani yako umeshare na watu wengine, alafu wakatoa jibu ambalo dini haikutoa, usikubali kurudi kwenye itikadi ya dini wakati imani imekupa matokeo. Sijui mnaelewa eh? Mnaelewa eh? Yeah, nataka kuzungumzia hako ka paragraph. Kwenye historia ya Biblia tunafahamu mwanapunda alifunguliwa na watu wenye oda. Alipofunguliwa mwanapunda hakujua anaelekea wapi, lakini akatokea aliyetoa oda akampanda yule mwanapunda. Alafu walivyoanza kuelekea mahali, watu wakaanza kushangilia walipomuona mwanapunda, kama walikuwa wanamshangilia aliye juu, lakini pia aliyekuwa anashangiliwa mwingine ni yule punda. Haleluya. Sasa yule punda, Biblia ilivyogundua maumivu yake punda alivyokuwa narudi bila yule aliyempanda, mambo yaliyotokea, ndio maana Biblia haikutaka kuyaandika kabisa. Haleluya. Kuna mtu kwenye maisha yako ukiambatanishwa naye akatambua thamani yako, akatambua umuhimu wako, akatambua vile unavyotaka kusogea, usikubali mtu yule kumwacha ukarudi kwa wasioijua thamani yako. Unaweza ukaona wanapiga miruzi wanakuita, lakini hawana mission kama aliyokuwa nayo huyu aliyesema mkae hapa. Na nielewa ninachosema. Pointi yangu, mwanapunda wakati anarudi hakurudi na heshima aliyoenda nayo, hakurudi na heshima aliyoenda nayo mbele. Bwana asifiwe. Sasa namna ya kwenda, unaenda mahali ambapo mission yake pengine inakuhusu wewe, na Mungu ameingilia kati uende pale, na Mungu amesema huyu ataenda, lakini hatarudi tena kuwa kipofu. Lazaro alipokuwa amezikwa kwenye lile kaburi, ndugu na wale Wayahudi walikaa msiba, wakaanza na matanga. Yani ule msiba huwa ni msiba kabla mtu hajazikwa. Akishaingizwa kaburini akafukiwa, watu wakarudi, huwa sio msiba tena, yale huwa ni matanga. Sasa Lazaro alikompea vitu viwili. Wayahudi walikwenda wakati wa msiba, lakini wakati wa kuugua hawakwenda, ila roho ya mission ya Kristo ilikwenda wakati anaugua.
Sijui mnanielewa. Roho ya Kristo iliambatana naye wakati anaugua. Ukisoma Biblia unasikia Biblia inasema, Yesu anasema wakati anapata taarifa kwamba Lazaro hawezi, manake anaumwa, Yesu akajibu akasema, mwambieni au waambieni familia kwamba ule ugonjwa sio wa mauti. Kwa hiyo Yesu alikuwa anazungumzia mission ya ugonjwa. Kwa hiyo kwenye ugonjwa Yesu aliingia. Tuna manabii wengi, tuna wafalme, tuna watu, tuna viongozi, tuna maraisi, wanaweza wakawa na uwezo wa kufika kwenye ugonjwa lakini wasifike kwenye mauti. Kwenye mauti atatuma mwakilishi kama ulikuwa mtu wa karibu. Na hata akifika kwenye mauti anafika kuona maiti, kuhakikisha, kuthibitisha ndani ya nafsi yake kwamba ni je, ametuacha kweli? Lakini Yesu alitengua vile vitu, akaenda kwenye ugonjwa, roho yake. Alafu wakati yule Lazaro amekufa, ana siku 5 huko kaburini, washaweka na lile jiwe la Kiyahudi ambayo leo sisi ndio zege, wameshaweka. Ndipo Lazaro akaanza kuoza na familia ikawa inasikia harufu, kwa sababu walikuwa kawaida ya Wayahudi hawatoki kwenye kaburi mpaka wasikie ile smile, ile uchafu wa taarifa ya pua. Akisikia ile wanaanza kujua sasa ndo anaishirizia, sasa ndo hivyo. Na mmoja wa wanandugu alikuwa na experience, akasema ni kweli, sasa ameoza kabisa, sasa matanga yanaendelea. Lakini Yesu akasema sasa, kwa sababu ni mauti, mimi nasafirisha mwili. Akaondoka mpaka pale, akakuta wote wameshuhudia na Wayahudi, na alikuwa hana uelewano na Wayahudi. Walikuwa na vita vingi tu katika huduma yake. Wao walikuwa wameshika taarifa za dini, lakini Yesu alikuwa anatembea na mfumo wa imani. Sasa ndio maana leo tuna vita kidogo kwenye mifumo ya dini. Kuna dini yangu inaweza ikanizuia mimi kutokutembelea nyumbani kwako kwa sababu ni dini, na inaweza ikanipa majina mengi hata ya kashfa, si ndio? Na mimi dini yako naweza kusema hiyo ni dini yake, siwezi kwenda kuoa pale. Ni mifumo ya dini. Kwa hiyo dini zimetengeneza hali ya umaskini. Ndio maana hakuna dini, nimewahi kuambia, inaweza ikakutembelea makaburini, ikakutembelea kwenye dripu, ikakutembelea ICU. Hakuna dini. Hakuna dini inaweza hata ikaja kwenye jambo jepesi pengine linalohusiana na mkopo. Unataka kutupiwa vitu nje, dini huwa haiji. Lakini imani huwa inaweza kwenda mahali popote. Sasa sisi tunaiamini imani na sio dini, kwa sababu Mungu hana dini yoyote katika dini unazozijua. Mungu ana imani ambayo inatuunganisha sisi na yeye. Na leo hii ukiangalia wafalme wote waliokuwa wanasimamia Rumi na mataifa ya jirani kama Ugiriki na kadhalika, wote walikuwa wanapata ile nini, wanapewa pressure na Romani, kwamba kila mfalme anayeingia katika Rumi lazima awe na nguvu ya kutawala mataifa yote yaliyoko pale, na ile haijawahi ondoka kwenye mindset yao. Lakini dini kubwa iliyoanza huko inaweza kutaka kuliko wewe usiambatane nayo, bora usiishi dini. Na imekwenda katika hizi revivals, Mungu akafanya njia zikachomoka dini nyingi sana, alafu zikajitegemea, alafu zote bila uoga. Na wale waliotoka kama manabii wanaenda kuanzisha dini zao, walitafutwa kuuawa, wakawa wanakimbia mataifa huru kama wakina Martin King Ruth. Walikuwa wanatafutwa, wanaenda wanaanzisha dini zao na wanakuwa against sasa na ule mfumo, na walishindwa kuwaua kwa sababu Mungu alikuwa upande wao kwa sababu ya imani. Ndio maana naweza kukwambia mfano, wewe ukiamua kujilipua ukafikiri itakuwa thawabu ukifa na Saidi, ukafa na Sadani, ukafa na nani, kwa kujilipua, huna thawabu yoyote. Wewe unaenda jehanamu kama wauni wengine, kwa sababu kwenye kutoa uhai wako kuunganisha na wengine haihusiani kabisa na jehanamu na ahera. Ile ni ujinga wako na akili yako na kuangamia kwako na jehanamu yako.
Bwana asifiwe. Sasa ndio unaona Yesu akaenda pale, akaweza kuzuia, akasema mimi sio misheni hii tu. Akafika akafanya maombi yake fulani kama dua pale, alafu akainua macho akatazama mbinguni, akalia kidogo kwa uchungu, alafu akasema hapana, sasa uonevu huu. Na Wayahudi wako pale tu, wameshakula, watu wameanua msiba, sasa wamerudi kwenye matanga, wanasubiri vyakula vya mchana, jioni, wako pale wanasema wana roho nzuri, hawezi kuiacha familia hii peke yake. Wana roho nzuri, hao watu bado hawana mtu wa kuwafariji. Wayahudi na midevu yao wametulia pale, jamaa anaoza kule, wamekaa tu, lakini Yesu hawampendi. Wako pale wanasema wana huruma na msiba. Wameambiwa Lazaro ananuka. Wako pale, Yesu anaingia, hata hawajamsalimia kwa sababu wanahila naye, ni wafahidhina wale. Bwana asifiwe sana. Pointi yangu ni kurudi. Kuna matapishi usiyarudie. Ukiona kuna mtaa umekukataa, hawakuelewi, nenda mtaa mwingine utakao kubalika, na ule mtaa usiurudie. Yaani nyinyi mnaumia kwa sababu mnarudi kwenye matatizo. Mtu kakudhalilisha, kakuibia, amekufona ufai, kakuweka, umemweka moyoni miaka mingapi, anakuchezea, hafanyi lolote, hafiki kwenye familia, anakupanga, bado eti anakuacha, unataka kujiua. Alafu inafika wakati wewe Mungu ameanza kukufariji kwa njia nyingine, alafu tena anatokea, anaona umependeza, anataka kurudia, naona ingia mkenge tena, utafuata kifo. Usirudi. Usirudi. Kuna eneo Mungu akianza kukuondoa, usirudi. Kwenye roho ya madeni Mungu akikuondoa, usikubali kurudi. Kwenye roho ya kukataliwa, usirudi. Yesu akafika pale kwa Lazaro, akachungulia, amemaliza kuinua macho, akasema Bwana, Lazaro njoo huku. Alafu Lazaro alivotoka, alitoka na ushahidi wa sanda na kila kitu, na Wayahudi wakaona. Ile harufu haikutoka kaburini. Lazaro alipokuja juu, Yesu alikuwa ameishaikata harufu. Hamjanielewa? Wakati Yesu anaita Lazaro njoo huku juu, wameishaliondoa jiwe. Lazaro akatoka, bado amefungwa sanda. Alafu Yesu sio jukumu lake kumvua sanda. Jukumu lake Yesu ni kuondoa harufu na kufuta umaiti na ile kuoza na zile funza zilizogasi ule mwili, kwa sababu Yesu ni mwili uliojaa neema na nguvu za Mungu. Asa leo ukija kwenye mfumo wa dini, watakupa majina mengi ya Yesu, lakini hayuko kwenye hayo majina yote. Hayupo. Na ukitaka kujua maisha magumu yanayofuata watu gani duniani, fanya research. Nitakupa aina ya watu watatu, lakini leo nikueleze aina ya mtu mmoja. Mtu wa kwanza ambaye maisha yake yanakuwaga magumu kuliko wote ni asiye na akili. Mtu wa pili ambaye maisha yake huwa lazima yawe na magumu kuliko maelezo, aliyeshika dini sana na sio imani. Wewe kafanye research yako. Na mtu wa tatu nitakumalizia Jumapili. Mimi nitakusaidia kwa sababu sitaki wewe unakalia viti masaa 2-3 alafu unaondoka huko hivyo hivyo. Hapana. Mungu amenipa neema fulani, najijua mwenyewe. Amen. Najijua mwenyewe. Kwa hiyo hautaondoka kwenye mazingira fulani kwa sababu ya dini. Dini ni mbaya sana. Dini iko kuhukumu tu. Na kazi ya dini duniani, muulize mtu yoyote, mfate shehe, mfate askofu mkuu wa nini na nini na nini, na crown yake na msalaba wake, muulize kazi ya dini. Kazi ya dini duniani muulize ni nini? Atakwambia ni mbili tu: kufungisha ndoa na kuzika. Hapo dini inakuwa imemaliza, haina jukumu. Tafuta kazi nyingine ya dini.
Mengine utakayoyakuta ni mautaratibu tu, lazima mwende hivi, lazima mpite huku, lazima mfanye hiki, lazima mfanye, yani vitu vingi vinaweza kuelezwa, lakini sio jukumu la dini. Lakini imani inakwambia hivi, hapa watu hawapiti, we pita na utakuwa salama. Ukipita umekuwa salama. Hiyo ni imani. Watu huku hawaendi, wewe nenda. Unaenda pale, unapokea muujiza wako. Lazaro njoo huku. Lazaro akatoka. Harufu waliisikia akiwa kaburini, lakini alipotoka nje hawakusikia harufu. Kamani. Harufu ya Lazaro waliisikia akiwa kaburini. Ndio maana leo watu ni rahisi kujua madhaifu yako ukiwa maskini wa kutupa, lakini ukifanikiwa na kueleza wazi, hata aliyekuwa adui yako anaanza kuwa karibu na wewe. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ninachotaka kusema ni nini? Nataka kukuambia hivi, kuna mazingira Mungu akikuchomoa usirudi. Ukirudi ni madhaifu, ni matatizo, ni kifo. Mimi nakueleza, hawezi kuambia fulani yule mhubiri unayemjua wewe. Hawezi kukuambia nabii fulani unayemjua wewe. Hawezi kukuambia mtume fulani unayemjua. Ninakueleza mimi, sema amen. Mimi ndio nakueleza. Bwana asifiwe sana. Mnaelewa kidogo? Au niwasaidie kuongeza ufahamu kidogo tu? Sasa fanya kitu kimoja. Ukikaa sehemu umebahatika kupata kitu ambacho hukuwahi kupata, mshukuru Mungu, toa na sadaka. Alafu mwambie Mungu, nimependa hiki, niache hapo. Akikutoa hapo, anakusogeza pakubwa zaidi. Lakini ukitaka kurudi, ulichokipata uone ni haki yako, ni lazima. Sikiliza, dunia hii ina watu rukuki kama wewe na kuzidi wewe, na wanatafuta mambo makubwa kuliko unayoyatafuta. Chochote unachokiwaza wewe chini ya jua, kuna mtu anakimiliki na anakichezea, na mwingine kimemchocha. Wewe unakimbia unatafuta hela. Kuna watu wana hela na hawajatosheka bado. Ndio maana ukimshukuru Mungu kwa namna yoyote ile, alafu ukaweka msingi wa kulipia gharama kile ambacho Mungu amekileta kwako, na kueleza Mungu mwenyewe anakuwa bouncer kwako, hata kubali urudi kule ulikokuwa ukiangamia. Hasa tumeshindwa kushika ile neema kwa sababu wengi tunapenda kurudi. Labda amejirekebisha. Yaani shetani kama ubiri kake anakaleta kwenye akili yako. Ofisi wanayokunyanyasa leo, mwambie Mungu. Wanadamu utamaliza kurasa, wanasikilizaga tu wamepata cha kusema mtaa mwingine. Na ukinyanyasika kwenye ofisi hiyo, mwambie Mungu, sirudi pale, ninakusonga mbele. Amen. Amen. Kurudi kutashika maisha yako, kutashika ufahamu, kutashika uchumi wako. Kurudi. Sasa mwisho kutakushikia uhai. Manake hutakuwa hai. Kurudi. Hasa wakati Mungu anasema na mimi hiki kitu, nikataka nikiseme vizuri Jumapili, lakini nikasema hapana, nina somo la kuendelea. Sasa Roho Mungu akitusaidia tutachanganya umo. Lakini ninachotaka wewe, njia ulioelekezwa, songa mbele, usirudi. Punda, yule mwanapunda wakati anarudi vile, hakuna aliyemthamini tena. Kwa sababu zile nguo walifikiri wamemtandikia Yesu apite. Wanashangilia, vigeregere vingi, kelele za kutosha. Lakini aliyekuwa amekanyaga zile nguo nzuri ni punda. Kitu kilichodharaulika ndio kilikuwa kinakanyaga zile nguo, ndio kilipita kwenye red carpet. Leo red carpet wanapita mawaziri, wanapita maraisi, lakini Israeli ulikuwa ni mfano, punda apite kwenye red carpet na watu wakishangilia. Hujajua kama kuna mtu leo anaonekana hana kitu kabisa, hana thamani, lakini kuna muujiza wake kwa Mungu. Kuna siku atakanyaga red carpet, itaitwa timu yako kwenda Ikuru. Kakikundi kako wako iko siku kanaweza kupata kibali kakaitwa Ikuru.
Hiyo kazi yako ya kuuza miogo karanga, kuna siku unaweza ukaitwa ukakanyaga kapeti jekundu. Sema haleluya. Kurudi ni madhara makubwa sana. Na ukitaka kunielewa kwamba kurudi kuna matatizo makubwa, yule punda historia yake sio nzuri alivyorudi. Biblia imeacha kuandika kwa sababu angeonekana yule punda kambeba Yesu alafu karudi tu wananchi wamemgeuka vile. Yaani ndio mngejua kituko. Amen. Mngejua kituko. Kwa sababu ukirudirudi mahali, kuna mtu anaweza kuwa umefukuzwa kazi. Uliona ule mshahara ulikuwa mkubwa. Unaanza kulalamika na unawaambia watu mimi, unaenda mpaka na kwa mganga ili urudi kwenye ile kazi. Nikupe andiko la kurudi kwenye kazi. Kwenye kile chenye madhara, nikupe andiko lake. Bwana Yesu asifiwe. Naona yeye pia analisubiri kwa hamu sana. Andiko la kurudi, matokeo yake unaporudi. Hicho tu ndo nataka wewe ujue kwamba ile kurudi. Kuna mtu anasema leo baba anahubiri nini? Mbona mimi fulani niliona alikuwa ananifaa, alafu sasa hivi mimi tumekubaliana nirudi tu. Sasa hii ina maana gani bwana? Mnaweza mkanihukumu, lakini wewe chukua kwa sehemu yako. Bwana asifiwe. Methali sura ya 1 mstari wa 32 anasema hivi: maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua. Haleluya. Sadani peke yake ndo ananielewa, na huyu ni kwa sababu amesomea Dar es Salaam. Bwana asifiwe. Narudia kipengele cha kwanza A, anasema hivi: kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua. Kipengele B anasema na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Haleluya. Mission ni kuzuiwa kurudi sehemu yenye madhara. Lazaro alivyotoka, si alitoka na sanda, lakini harufu haikuwepo. Na hiki kitu nitakuja kuhubiri siku moja. Alitoka na sanda, bado amefungwa na leso ile ambayo ni kama maski, amefungwa lakini havina harufu. Ndio Yesu akasema hivi ni vyepesi, mfungueni, mnaviweza nyinyi. Walipomfungua, Lazaro alichimba, alitoka nduki kwenda mjini akiwa hataki kuona kaburi tena, na hakuna msiba Lazaro alitaka kutembelea. Ni maombi yangu na dua, Mungu akuepushe na vile vitu vyenye madhara, akuepushe na roho ya umaskini, akuepushe na roho ya kukataliwa, akuepushe na roho ya madeni, akuepushe na wabaya wote, akuepushe na kila hila. Na kataa tangu leo katika jina la Yesu Kristo. Ninasema hautarudi tena kwenye umaskini, hautarudi tena kwenye magomvi. Wametafuta roho yako, lakini nasema hautarudi tena. Wametafuta kuua kazi yako, lakini hautarudi tena. Wametafuta kuua maisha yako, lakini hautawarudia tena. Wametafuta kuua uzao wako, lakini hawatarudi tena. Hautarudi tena kwa jina la Yesu Kristo. Nimekuja nikutangazie ile roho ya kurudi mahali pagumu, ile roho ya kurudi penye mateso haitakuwepo kwako tena. Kurudi kwenye magonjwa hakutasimama tena. Kurudi kwenye kukataliwa hakutasimama tena. Kurudi kwenye vikao vya uonevu hautasimama tena, hautasimama tena. Yesu atakukuta mbele. Hautarudi tena kwenye roho za madeni, kwenye roho za kukataliwa, kwenye roho za kuangamizwa. Wabaya wote walioweka hila, nasema watakuona tena. Watakusubiri kwenye ile njia, lakini hautarudi tena. Watakusubiri kwenye ule mtaa, hautarudi tena. Walipokufanyia fitna, wakataka kukuua, wakafanya vikao vingi, hautarudi tena. Walipokudhulumu pesa zako, hautarudi tena. Pesa zitakufuata,
hautarudi tena. Nasema hautarudi tena. Waliokuumiza moyo wako hautawarudia tena. Waliotesa mahusiano yako hautawarudia tena. Hautarudi tena tena tena, hautarudi tena kwa jina la Yesu Kristo. Waliojipanga wanasubiri kuaibisha hautawarudia tena. Waliojipanga kusubiri wakuue hautawarudia tena kwa jina la Yesu Kristo. Hautawarudia tena. Nasema hautawarudia tena. Waliokuwa wanaandaa mambo magumu kwako hautawarudia tena. Nasema hivi, waliocheka mavazi yako hautawarudia tena, kwa sababu kuna vazi jipya. Waliocheka imani yako hautawarudia tena, kwa sababu kuna imani mpya. Waliocheka mahusiano hautawarudia tena. Waliokatalia maisha yako wakadhulumu mali zako hautawarudia tena. Hautawarudia tena. Hautarudi tena mahali pa maumivu. Hautarudi tena mahali pa ukataliwa. Hautarudi tena mahali pa kubezwa. Hautarudi tena. Uliozaliwa nao watakukuta mbele. Hautarudi tena. Damu yao sio tatizo. Hautarudi tena. Wamekuona ufai. Mmetoka ziwa moja, mmenyonya ziwa moja, mmetoka titi moja, mmekuwa na damu moja, mmekuwa na baba mmoja, mmekuwa na mama mmoja. Wamegeuka kinyume. Hautawarudia tena. Hautarudi tena. Hiyo itakuwa ni siasa. Hautarudi tena. Leo wanaandaa mashambulizi kuumiza moyo wako, kuumiza mahusiano yako. Hautarudi tena. Watakukuta mbele. Hautarudi tena. Wewe ni Mungu wako. Wewe ni Mungu sehemu. Wewe ni sehemu ya Mungu. Hautarudi tena. Umeumbwa kwa mfano, umeumbwa kwa thamani. Hautawarudia wabaya. Wataishi na ubaya wao. Shetani ni ndugu yao. Udhulumati ni wa kwao. Uchawi ni wa kwao. Shetani ni jamaa yao. Na hautarudi tena, wala hautakuwa na udugu na wao tena. Wao watakutafuta, watatubu dhambi zao. Nasema muda unakuja, yale mataimu yanakuja, muda unakuja. Hautarudi tena. Hautarudi tena. Wakuache uende, wakuache upambane, wakuache umwabudu Bwana. Hautarudi tena. Walisema hujaokoka, walisema huna maana, walisema huna thamani. Watakuona dini yako, wataona unafika wapi. Hautarudi tena. Hautarudi tena. Hautarudi tena. Hautarudi tena kwa wauaji. Hautarudi tena kwa maskini. Hautarudi tena, ila utawasaidia wakikukuta mbele. Hawa wauaji wanaenda kwa waganga, wanaitafuta roho yako. Wao umesimama na dua. Hautawarudia tena. Hautarudi tena. Hautarudi tena kwa jina la Yesu Kristo. Hautarudi tena. Hautarudi tena. Lazaro hakurudi tena kwenye lile kaburi la Wayahudi. Hakurudi tena hata kuliangalia jiwe, hata kutaka ushuhuda. Hakurudi tena. Lazaro hakurudi tena. Hakurudi tena. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Waambie hautarudi tena. Sitarudi tena kwenye umasikini. Waambie tena sitarudi tena. Sitarudi tena kwenye roho ya madeni. Kwenye roho ya madeni. Kwenye vikao vya unafiki. Sitarudi tena. Kwenye ulimwengu wa roho. Sitarudi tena. Sitarudi tena kwenye roho. Jesus name. Thank you Jesus. Biblia inasema Sambalati na Tobi hawakupenda mwenendo wa mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaenda kujenga ukuta. Hawakupenda. Anasema hata Mwarabu hakufurahi mimi kuwa hapo. Alinitazama
wakanivunja moyo, lakini nilisema sitamrudia mfalme aliyenipa siku 3 mpaka niumalize ukuta. Anasema Mwarabu aliponiona hakufurahi. Niombe ukae kidogo, nitahubiri vizuri Jumapili. Kuna vitu Mungu amekuwa ananisemesha vya ajabu sana. Wakati mwingine naogopa kusema na watu, sababu pengine zile fikra hazijapandishwa kuwa zinaelewa lugha ya mbinguni. Mungu ameniambia zungumza lugha ya mbinguni. Niambie habari zao, waambie habari zangu. Kuna wakati nilikuwa nasema mimi sipendi mambo ya unabii. Sipendi. Maana nimeona manabii kama waganga tu wa kienyeji. Sipendi. Wanajaribu si kutabiri ila ni kubashiri tu. Lakini Mungu ameniambia nenda zungumza habari za mbinguni. Unabii ni neno. Unabii ni neno. Bwana asifiwe. Nikupe mkasa mmoja. Ule mkasa ulikuwa ni mzito. Unaweza kuamini nini? Kurudi mahali pagumu. Usiwarudie tena. Iwe ilikuwa ni timu kubwa, iwe ilikuwa ni kundi linasema wewe ni mkuu, tutakuheshimu, ni kundi, lakini hukuyaona manufaa yao, usirudi. Mungu anataka akuheshimishe wewe kama wewe. Mungu anataka akuheshimishe wewe kama wewe. Usirudi. Chukua hii. Usisahau kuiandika hii. Usirudi. Wewe kusanya historia yako na watu fulani. Kusanya historia. Usirudi. Ukirudi, sitaki kutamka madhabahuni kitakachotokea. Mimi ni mtumishi tu, nikujenge. Unajua kitu ninachosema, nasikia kabisa Mungu ananiambia kuna watu usiwarudie. Yaani hata kama uliona ni timu, lakini kama tu bila kujali wingi wao walikuwa ni wanamna gani, lakini kama hawakuthamini maisha yako, hawakuthamini utu wako kwenye ule mtaa, kwenye ile ofisi, kwenye ile kazi, afu ukajikuta umeenda mbele, Mungu anasema usirudi. Methali 1:32 anatueleza kurudi ni kutafuta vifo. Lakini tuangalie mtu mmoja alikuwa anaitwa Naaman. Alafu tumwangalie nabii mmoja alikuwa anaitwa Elisha. Alafu tumchukue kijana mmoja alikuwa anaitwa Gehazi. Sio kama mnasoma vizuri Bible. Alipoambiwa yule kwamba ukoma huu kesi yake ni ndogo, jitakase tu kwenye mto fulani mara 7, akajichovye. Yeye akasema, ninakotoka mbona kuna mito ya kisasa? Akaitaja mito 3 yenye heshima kwenye ikulu yao. Na ile haikuwa mito, ni swimming pool. Akataja ile mito kwa sifa. Akasema turudini tu, hapa hamna matibabu, hapa hamna uponyaji. Turudini. Ile mito tunayoambiwa, nikajichovye, ni mchafu. Kwa hadhi yangu kama chifu haufai. Nini kilitokea? Watumishi wake wakamfuata, wakamwambia, bosi wetu, huyu nabii Elisha kama angesema jambo jingine tofauti na hili usingefanya. Akasema ningefanya. Akamwambia tunaomba litii neno hili. Alipojichovya mara 7, maandiko yanasema ni kama udongo ulikuwa umemuumba upya. Oh, come on. Ni kama udongo ulikuwa umemuumba mpya. Kuna mtu anafikiri ni mzee hapa. Nataka nikuambie kuna baraka zinakuja. Ngozi yako itakuwa kama ya mtoto. Kuna miujiza inakuja. Afya yako itakuwa kama ya kijana. Kuna mambo yanakuja. Upepo wa uchumi wako utakuwa kama tajiri fulani. Sasa nachotaka kusema,
Akarudi ndo amejua thamani ya nabii. Akasema, nabii, mtu wa Mungu, hakuna Mungu kama wa kwako. Na kumbe dunia hii Mungu peke yake amestahili hapa. Sasa natoa pesa zangu, sadaka na kila kitu nakuletea. Nabii akamwambia, hapana, sichukui hata 100. Wewe nenda, kwa kuwa neno kuu umesema, Mungu wa dunia hii hakuna kama huyu, basi imetosha. Hilo neno lilikuwa limebeba sadaka zote, usipokee kitu. Akaondoka. Wakati anaondoka, nyuma Gehazi akasikia, nikachukue hii hela, akakamshiko, nichukue ili na mimi ninunue boxer. Sijui kama mnanielewa. Akaenda kuchukua. Wakati anaenda kuchukua, alienda na yeye na wapambe wake vijana 2. Wakamrudia yule bwana kwamba, bwana mfalme kule, nabii amesema kumbe mambo haya ya sadaka, lakini katuma hawa vijana wapewe hiyo sadaka hawa. Usifikiri utapeli umeanza juzi. Gehazi alifanya utapeli. Lakini nini kilitokea? Sasa moyo wa nabii Elisha ulikuwa ndio umesafiri na Gehazi, sio macho. Maandiko yanasema Gehazi aliporudi kwa nabii Elisha, akamwambia, akamuuliza, ulikuwa wapi? Akasema, hapana, sijatoka kwenda popote, nilikuwepo. Kumbe kishakata mitaa 7, amefukuzia sadaka hii ambayo jamaa alikataa. Akamwambia, moyo wangu haukuambatana na wewe. Hujachukua hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, vyote ukapakia, na ukawa na vijana 2 na ukawaacha sehemu fulani. Akalegea. Akamwambia, sasa ule ukoma uliotoka kwa yule mfalme, koma huu unakuwa kwako. Saa hiyo tu nabii anamaliza kusema, tayari roho ya umaskini kwa Gehazi ambayo hakuwa nayo tangu kuzaliwa. Biblia ndo kitabu kikuu cha kwanza duniani kuliko vitabu vyote. Usiamini watu, lakini amini tu neno liliomo ndani. Na hakuna mtu angeweza kukusanya watu tu wakaja wauni au wasomi tu wa kawaida alafu wakaandika Biblia wakakubaliana tuipeleke duniani. Wala mzungu yeyote hayupo. Ni uvuvio wa watu wa rohoni. Vitabu vingi sana vilivyokusanya taarifa za Biblia. Zaidi ya watu 45,000 waliokaa na PhD zao na madaktari na kila kitu. Watu 45,000 kutoka mataifa na makabila tofauti kuhakiki ile mifumo iliyokuwa imepitiwa. Watu 45,000 madaktari wenye elimu za juu, wasomi wa aina mbalimbali, wenye PhD na kila kitu, ndio waliokaa wakahakiki maneno hayo, alafu wakasema ni hakika na kweli. Bwana asifiwe sana. Hasa leo ukikutana na watu 5, kikundi cha watu 20 wanaipinga Biblia, mkumbushe kuna watu 45,000 waliokuwa wametoboa kwenye eneo la ufahamu, wenye maisha zaidi ya akili zako za wakishosha ng'ombe, wamesoma majira. Sema amen. Halo. Sasa basi Gehazi akawa nini? Kwa sababu alirudia nini? Sadaka. Haleluya. Alirudia nini? Sadaka. Kurudi. Usirudi. Wamekufukuza kazi, mwambie Mungu, nipe ramani zingine nisonge mbele. Nipe ramani zingine. Yesu mwenyewe aliwaambia Wayahudi, jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe la pembeni, lugha ya kwanza. Lakini lugha ya pili akawaambia hivi, mmenikataa mimi niliye wa kwenu, sasa nitakuwa wa mataifa. Maana yake hata Sadani mkwere na yeye ataona mimi ni wa thamani. Sasa hesabu Wayahudi wako wangapi duniani? Lakini leo unaona mpaka Mkulanga kuna mtu anasema Yesu ni Bwana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini si umeielewa? Hao watu watataka muandike basi hiyo vasi ya nani? Ya Gehazi. Muandike tu, hii inatoka kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 5, alafu utasoma mstari wa 14 mpaka 26. Ndio utapata hiyo story, japo wengi wanaifahamu.
Hizo nilikuwa nimeona ni kama chachandu pale. Alafu usisahau kwenye kile kitabu nilichokufundisha kingine cha Luka. Utaangalia pale kwenye kile kitabu cha Luka, unaweza ukachungulia sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 22, au kaamua kuachana napo tu ukatafuta mwenyewe vasi yako. Bwana asifiwe sana. Ila tu Methali main usiache. Ila nikukumbushe kitu kingine sasa mpendwa. Unajua kurudi tumeona ni failure, si ndio? Kwa lugha nyepesi, yani ukirudi unafeli, ukirudi unakwama. Maana unawarudia watu ambao hawajawahi kuona thamani yako. Unamrudia mtu ambaye hajawahi kukuassist kwenye lifestyle. Unamrudia. Ana mipango mingi ambayo haitimii, kama dalali. Yani hao sasa hivi ni wa kuachana nao. Yani mtu asikuzuge kwa maneno mengi, mpango mingi. Wewe unahitaji kazi. Maneno machache, mabadiliko uyaone. Amen. Unajua hata wakati naangalia kwenye yule kijana wakati wa yule kijana Sauli, alikuwa ni mtoto wa mzee Kishi, si mnaelewa ile kwenye sura ile ya 9 ni Samueli wa kwanza. Sasa wakati wale wameamua kutafuta ile mifugo, walizunguka wakapita sehemu, yule kijana si alichoka. Unaona lugha aliyoongea kwenye kiparagraph kile, akasema na turudi ili baba yetu asiache kuwaza ile ilikuwa ni failure positive. Sijui umenielewa? Anasema turudi. Sasa vipi wangerudi? Chukulia tu kipande hako Jasta, wangerudi urahisi ule asingepata, wangerudi. Lakini kijana akasema tusirudi. Tusonge wapi? Mbele. Tusonge wapi? Mbele. Na huku tunakoenda kuna mtu ni nabii, ana macho ya kuona, hata kama amelala anazijua njia zetu sisi. Huyu tukienda na chochote mkononi atatupa majibu ya wale punda wako wapi. Walipoenda wanatafuta punda, wamefika wakauliza watu, wewe kwa nabii yuko wapi? Nabii wakamwambia nabii wanjue anakaa pale, na leo ana shughuli maalumu ya sherehe ya kula na watu. Walipofika nabii anasema nyinyi piteni moja kwa moja mkae high table, nina habari zenu kutoka kwa Mungu aliye hai. Anakwenda kukaa high table, wanakula, wanamaliza kula, na mfalme anamwambia wewe, issue sio punda. Yule aliyewapoteza wale punda alikuwa anakutafuta wewe akupe cheo. Kuna kitu huwa kama kinaharibika, kama kinaelekea kushindikana, alafu ndio kinainua heshima yako. Punda wamepotea. Na sijui kwa nini Mungu anatumia punda. Huyu tu wa Yesu ndo akupata thamani. Anatumia punda. Samueli anamwambia wewe rudi hapa. Mwambie wewe mtumishi aliyekusaidia wewe mliyekuja naye akae pembeni. Hii mission inakuhusu wewe sasa. Akachukua chupa ya mafuta akamwagia, akamwambia unaona? Mungu anasema sasa hata punda usihangaike naye, wamekwisha fika nyumbani. Issue ilikuwa ni cheo, ukawe rais wa ule mji. Wewe unaona nimepoteza, nimefilisika, nimeharibikiwa, na kuwa kama kichaa, nataka kupoteza heshima. Kumbe Mungu ameandaa mpango uwe kama unaharibika. Unajua ushuhuda wa Lazaro lazima muende mkumbuke sana. Ameoza, ananuka. Alafu Biblia inasema akamwambia Lazaro njoo huku, alafu mfungulieni sanda aende zake. Lazaro akachomoka kwenda mjini. Soma kitabu cha Mathayo, anasema hata yeye mwenyewe Yesu wakati anakata roho alisema watakatifu wote waliolala waliinuka wakaurudia mji. Sasa kuna kitu kwenye maisha yako lazima kiwe kama kinakufa. Kinakuwa kama kinakufa, kama kinaharibika. Yaani ghafla wanajiuliza huyu ameponaje, lakini amerudije tena? Huyu tulijua ni wakuzimu anaenda. Wanashangaa umerudi, alafu harakati ziko pale pale. Huo ndio ushindi kwa kesho kwa jina la Yesu. Na mimi natabiri kwako maisha yako yakawe na ushindi, kwa sababu umekwisha beba ushuhuda.
nusu kifo nusu uhai, na lazima mambo yako yakaonekane. Simama kwa miguu yako.